Yeah, welcome back to Afro East Media, kipindi chetu cha Sports Center. Niko hapa na Tutu. Yeah, tunataka tuongelee mchezo uliopita wa Portugal versus Congo. Mchezo ulipigwa hapa kwetu Houston na bahati nzuri Tutu alikuwa ndani, so I just want tuongee kidogo kuhusu hiyo mchezo na yeye vibe ilikuwa mle ndani muwanja. Na ile experience alipata kukuwa mle ndani muwanja. So Tutu, vipi bro? Poa. Yeah, damn, tuanzie wapi but yeah, niambie experience yako kwenda Houston kwanza, trip yako kule ilikuwaje? I mean, me personally, kivyangu mie binafsi ilikuwa ni kama kawaida tu. Yeah. Kwenda Houston ni kama kawaida. So I didn't feel chochote. Yeah. It was just, for me, it was like just a normal day on a business trip. Okay, you know, yeah. Sasa tuambie sasa, wakati unakata hiyo tiketi, unajua ulikata tiketi hiyo siku ya mchezo, unaona mage pala kosa saa 3 game kick off ndio unakata tiketi yako. Niambie wakati watu kuna kubeba driver wako anakubeba pale kuwanja yenyewe pale Houston Stadium, ulikuwa unajisikia aje? Unaanza ona uwanja hiyo hapo, unaenda ingia mwanja, kwa jisikia aje? Amna misio mshamba, you know, it's not the first time I went to a big game. Yeah. Nishaenda kuma game mengi such as El Clasico, so really ilikuwa kawaida kwangu. But I was looking forward kuona, you know, Cristiano Ronaldo, the big names, you know, that was something I was excited. Na tutaongea zaidi kuhusu Ronaldo na gisi experience yangu ilikuwa. But kwangu ilikuwa kawaida tu, just a normal kwa sababu nilienda mapema kabisa. Nilifika pale, mechi ilianza 12, nilifika pale kuwanja saa 4. Fika kuwanja 10 a.m. Yeah. Fika pale kuingia, you know, kuingia ndani ya uwanja, kuona mashabiki kama 99% wote walikuwa wanacheza Ronaldo. So na tulikuwa wachache sana, na sehemu nilikaa tulikuwa wachache sana, so yeah. Sasa kati game, wanatoka warm up hivi, unaona Ronaldo kwa jinsi alikuwa mbele mstari wa kwanza, anatoka anaingia muwanja. Nakumbuka Kongo imeingia, timu ya Kongo iliingia, and it was just a normal claps from the Congolese fans. It wasn't that big of a deal. The noise wasn't really that loud. Yeah. But haijalishi ulikuwa wapi, kama ulikuwa unanunua chakula, kama ulikuwa chooni, kama ulikuwa nje ya uwanja, wakati Ronaldo alitoka mloka room anaingia na kikosi nyuma, ya uwanja ilitikisika kabisa, mafana. Yani ulisikia kila mtu, Ronaldo fans, kila mtu, whoa. Yeah. Ilikuwa mzuri. Sasa tuambie sasa, kati wanaingia muwanja after make washafanya warm up nini, wanaingia mteresa kuenda kufanya kuimba mambo ya taifa, unaona pale wakati sasa banaimba mambo ya taifa yako. Najua sasa hivi kwa Marekani, lakini mambo original wako na ulitokea na wazazi wako walitokea, wanatia mambo ya taifa Kongo inapigwa na isikia for the first time World Cup, kama sisi kwa tunaona zingine ma TV kabla ya Kongo ya cheza. Ulijisikia aje? How did you feel, bro? I ain't gonna lie. Yeah. Shit, hey man, it was a proud moment just for the whole country, for every Congolese that was in that stadium, every Congolese back home in Congo, every Congolese in United States, just every Congolese all over the world. You know, as we all know, it's been 52 years since Congo has played or been at the World Cup. Yeah. You know, and it was just a proud moment, you know, a little emotional. You know, it was everything. It was everything that it really meant. The moment meant a lot to me, you know, kusikia, you know, our national anthem, you know, I was a proud Congolese, you know. Na kuna pointi moja yako nilisahau kugusia.
You know, hiyo nakumbuka Wednesday asubuhi. Yeah. You know, I just woke up. I really, cause I mean, nilikuwa nasema kila mtu nilikuwa namwambia mimi nikienda Houston, I'm going to Houston for the game strictly. I'm just going there to watch the game and come back. Lazima uingie ndani. Siende vitu ya maambiance, siende. So pale nilikuwa nasubiria tuone kama you know watatupatia matiketi za bure au na. Kama hao money ndajiuzia. So niliangalia dalili naona na haitawezekana cause they wanazingua. And I was like, you know what, man, fuck it. You only live once. This is a once lifetime, you know. This is a once opportunity in a lifetime. So I just like, man, you know what? Nikafunga macho, nikapiga fimbo kwenye maji. You know, 17. Well, how much was it? 1700. Yeah. Nikatoa 1700 ali nikatoa pale. 1700 kijana katoa kwa jogo angalia mchezo wa Kongo live. Unaona. And I don't, na si regret hata kidogo. I don't regret it. Would I do it again? Yes, I would do it again. Okay. Sasa gusie za pale ma national anthem ishamalizika, mchezo unaenda pigwa pale. Yeah. Refa anapuliza firimbi. Yeah, match inaanza. Vibe yako mle, vibe ya mwanja, vibe ya nini? Ilikuwa Portuguese fans only, you know. Wafana wa Portugal waliwaka kinoma, yani pale mchezaji mkubwa ni mchezaji mkubwa tu. Yani mchezaji mkubwa ni mchezaji mkubwa. Ilikuwa kila okazio Portugal kinani Ronaldo akimake run tu wala Portugal kipeleka tu na watu wanaanza shimama. Wanaanza shimama akigusa mpira watu wanaanza shimama, wanaanza lalamika mule na stop. Yani aura ya Ronaldo. Yani nilikuwa mle nikasema lazima baby pande vishuke, lazima nimuone Messi. Ile aura tu ya Ronaldo ile alikuwa akishika balo kila mtu. Yeah. Alikuwa nakumbuka tu alikuwa anafaa walikuwa wanafaa warm up. Walikuwa wanapiga they were shooting on the goal. Alikuwa akipiga washabiki wote uwanja wote. Na wakati mechi ilikuwa inachezeka unasikia Cristiano Ronaldo uwanja yote. I'm talking about, tuseme kama ilikuwa 68,000 fans ndio walikuwa mwale uwanja. Yani ndeza sema like 67,000 fans walikuwa wanaimba Cristiano Ronaldo. Yani uwanja kasi unasikia unasema yani mchezaji mkubwa ni mchezaji mkubwa tu. Damn. Kumbe ilikuwa ni hatari kwa ni maburudani maana ilikuwa kitu ya mabaridi Ulaya tu. Kizazi kidogo. Damn. Nipata sasa wakati Portugal inafunga. Wewe ulijisikia aje na vibe ilikuwa mule ilikuwa aje? Vibe walitunani they caught us by surprise. Walitunani they caught us by surprise. Yani ilikuwa tulianza mechi na uzembe sana. You know, players were lazy. Sijuka tulikuwa tunaogopa, sijuka ilikuwa nini. But you know, they scored in the fifth minute. It was fast. Yani it happened so fast. Yani washabiki wengi walikuwa hawajaingia hata kwenye game, you know. Wakayaza. Pale nilikuwa sabasi. Yani wanaanza minute. Yani probably like 4 or 5 more zitaingia hapa. Gisi walianza game. Lakini game wakati ilianza inachezeka. Tunaanza cheza kabisa, tunaanza cheza kwa bidii na nguvu. Nikasema hapa, I wouldn't be surprised tukiaza. Na wachezaji walijitahidi kabisa. Na nakumbuka wakati ilikuwa ile when we scored in the 45 minutes plus. Nakumbuka ilikuwa last corner kick. Watoto walishimama muwanja. Ilikuwa last corner kick. Watoto walishimama muwanja. You know, and then it happened, we scored, man. I lost it. You know, I just started dancing. I just lost. I just started waving the flag. Uwanja sauti ilikuwa vibe ilikuwa watu wengine.
Like kujua wakati unasema tulianza ulisikia kabisa Wakongomani tulikuwa wadogo, lakini tulikuwa na kabisa tunashabikia kabisa. Tulikuwa wadogo lakini tulikuwa tunashabikia, tulisikika. Yeah. Kwa jina najua mle pale hata wengine washabiki wa Messi waliingia mule wale nani, unajua balikuwa watu wa kuhate mchezaji wa kihate wana hate kweli. Kuna wengine walikuwa maki wanashabikia Kongo kwa jitu ya nani kumhate Ronaldo. So vibe ndio ilikuwa unasikia vitu vya muwanja ilikuwa sasa kipindi cha pili. Wali tarajia aje kwa kama kisi ulikuwa muwanja, mlitarajia Portugal itaongeza au utarajia Kongo itaongeza, au wewe mwakili yako pale au ulikuwa unajifikiria tu aje wewe kivyako? Pale nilikuwa game kutegemea, nilikuwa nategemea tutapigwa, lakini roho nyingine nilikuwa naambia hii mechi tunaweza gawa, tuko naweza kugawa. Hii game tuko naweza kugawa. Na kati Portugal ilianza in the 5th minute, wale ataki kidogo, but apart from there hawakutushambulia, kucreate any chances. So nilikuwa najua either at the same time ni ile unajua wako na ma big players, you know any player can turn out anytime wanaweza kuyaza. So ile uoga ilikuwa eko, but nilikuwa na hakika wakati tulidraw before, wakati tuliko last before going to halftime, nilijua hapa hii mechi itaweza toka draw. Okay. Yes, sikukuwa na wasiwasi, but yeah, but seeing how Portugal was playing, walikuwa wanacheza so slow. Wachezaji hao walikuwa na move, wanacheza kama wataki. Yeah, so sikukuwa na uhakika, na katikati tuliwaweza mle hapo. Nipatie top 5 players wako mchezo na walikukosha timu zote mbili. Au first nipatie kwanza ya Kongo top 3 wa Kongo na ulisema hao waliwaka, kwa hiyo kupata hiyo draw kwa ajili ya hao watu. Yani mie big up sana kwa nani backline, yani big up sana backline. Yani wali fight kabisa, walicheza kabisa. Yani wote 5 wote walicheza kabisa. They played good. I was really proud. Now that's one thing, going to the game I knew defensively we got a good team, so I really wasn't worried about our defense. Kilikuwa kinaniogopesha ni katikati. Yes, physically tuna nguvu kuwashinda, lakini wale wapeti, wale vijana wanajua kutembeza balo sana. Wako na Bruno, Vitinha, Joe Navas. So nilikuwa na mashaka, but at the same time, ni mpira though, and then haijalishi, you always gotta back your team and have confidence in your team. So, but I say katikati tulicheza. Kayembe surprised me. Kayembe alinisurprise kabisa. Alinisurprise mle katikati kabisa, alinisurprise sana. Kwa sukuma wale wapiti kabisa, alikuwa anapanda. Piga viato sana. Wisa aliwaka. Maki na mimi ndio top 3 yangu. Mimi sina time. To be honest, sitasema hata niko na top 3, top 5. Mimi nasema the whole team really performed highly. The whole team played. Alifanya vitu vizuri. Kila timu ni goli kabisa. Kuna mipira alikuwa anatoka mipira za juu kabisa, anatoka. Hapo nasema yeye akibakia. Kwa nini sisi tunawapiga goli kipawa ya kutoka? Unaona sawa. Lakini Golota alikuwa anatoka kabisa. Yeah, the whole team was good. The whole team defensively, midfield, attacking tulilike kidogo. Bakago, Bakambu. Na alicheza mzuri lakini finishing, his finishing is poor, but it's all good. Alisumbua kule, alikuwa anasukuma. So the whole team, big ups, the whole team. So what about Portugal, bro? What about Portugal? Nani top 3 of Portugal ne
kuwaona live. Kwa jua unawajua ni wachezaji wakubwa na unaonaga every time, but like moyo mchezo top 3 wako na ulisema hawa walijitahidi leo, walionyesha kuna nani ule Petit Joao Navas na kuna Petit na msahau jina yake hivi anacheza Mjuve. Ule winga hivi. Jordan jina yake nani? Ule Petit pale wakati aliingia alitutia woga kabisa. Alikuwa akishika mpira. Stadi yote inashimama, na hofu unashimama. Na hofu unashipita king. Yani kama ile moyo hivi tulianza waza ni penalty, ile moyo inaenda msukuma mule. Na yani Petit alisumbua kabisa. Alikuwa akishika mpira kila mtu anashimama. Everybody in the field anashimama. Alisumbua kule. Na kumbuka kumbuka wakati walianza goal offside hivi. Pressure yani roll itaka nitoke. Nasema basi hapa tunalala. Ile goli, tena goli ilikuwa first half. Kile wazao offside. Ndo vibe ile ilikuwa kume muwanja hiyo. Damn, next time kabisa na mie ndajitahidi kabisa kabla Kongo yarudie na mimi niingie mgame hao hata moja, hata kama itakuwa against team ya mkubwa kiivo, but gotta go watch my boys na mimi wanacheza live. Sa nini ingine tutatuambia vile si hatukuona kwa TV vile ilikuwa mule ilipitikana mle ndani? Kana mle ndani nani it was just a vibe, you know. It was just a vibe, you know. That's why walipiga muziki ya Kongomani mule. Walipiga muziki ya Kongomani before the game. Walipiga fimbo na wakapiga hiyo lele. So it was just a vibe mule, tulicheza before wachezaji watoke. And I'll just say this why football is the greatest sport ever, kwa sababu yani haijalishi kuna ulitoka, haijalishi where you from, where you came from, haijalishi, you know, everybody was friendly, na si wote pale tulikutanana kwa sababu ya kitu kimoja. So tulikuwa pale kwa sababu ya kuwatch players that we have been watching our whole life, you know. Na kila fanamu alikuwa mwele uwanja wa Kongo ateza kuambia either, you know, wafanawa wa Portugal walikuwa wanakuya, they will ask for a picture, you know. So kila fanama walikuwa mlo wa Kongo, I know for a fact walifeel kama walikuwa famous pale. Because every time, can I take a picture? Mtoto anakuya. Ulikuwa umepiga hiyo nani, umejifunga huko, unapiga drapo yako na jezi. Yani kila nilikuwa nashimamishiwa almost every time. Waka sana. Kama ule jamaa ataonesha hapa pembeni, ule jamaa mwane ulipiga naye picha iko famous nini, wewe ulikuwa kwa ujui. Jamaa piga na kuomba upige picha, so vitu vya mzuri hilo. Yani ulikuwa tu ulikuwa na jezi ya Kongo na flag. Na kingine kilini surprise kuna watu wengi wanafuatilia mpira, na kuna watu wafana kadhaa niliongea nao waliniambia eti they're not surprised. You know, wanajua Congo, you know, walifuatilia Congo qualifiers, you know, AFCON walifuatilia na walisema Congo ni team kabisa ni nakaza. Na everybody was like, you know, mlicheza vizuri sana, big ass, congrats kabisa. Na wengine wakutegemea walikuwa wanazania tutalala. So a lot of fans were surprised that, you know, we tied a game, and some fans were like, when wanajua mpira na wanaangaliaka walijua Congo was a good team.